Kutoka sura ile ya 2 aya ya 3, Biblia inatuandikia maneno haya, nasema, na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Kuna mambo ambayo unajitahidi kuyafanya, kama ambavyo mama Musa amehangaika alipojifungua mtoto, akaona mtoto ni mzuri, alihangaika akapambana kumficha kwa miezi 3. Lakini kuna wakati uwezo wako kuendelea kuficha unakoma, unaisha. Biblia inasema na alipokuwa hawezi kumficha tena, maana yake haiwezekani tena. Sasa na wewe unapofika kwenye kipindi cha haiwezekani tena kutetea, kupigania, kuhakikisha ya kwamba kinabaki salama, nguvu yote imekuishia, nini huwa unafanya? Cha msingi ni kutulia. Biblia inatuwekea wazi ya kwamba akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami. Maana yake ni kwamba hata tukiishiwa, bado Mungu anayo mawazo, anaweza kuyadondosha kwenye mioyo yetu. Kumbuka, ilikuwa haiwezekani kumficha tena mtoto. Unaweza ukajilaumu ukasema basi ndio mwisho, lakini Mungu hajaishiwa mawazo. Ghafla mama Musa ndani yake anaona kuna mawazo tena mapya yanakuja. Wakati mwingi sana huwa tunakata tamaa kwa sababu tumeshajaribu, tumetumia nguvu tulionayo na tunaona hii nguvu inaenda mwisho. Alafu tunaanza kuwaza kwamba haitawezekana tena. Hata kama umefika mahali pa haiwezekani tena, Mungu bado anaweza. Mungu anaweza kukusaidia. Mungu anaweza kukuvusha, Mungu anaweza kukuponya. Mungu anaweza kukuokoa. Mawazo mapya yalianguka ndani ya moyo wa mama Musa. Naye akaona kuna mawazo mapya yanakuja. Kuna namna mpya ya kutoka katika mkwamo alionao. Na wewe vivyo hivyo, usikate tamaa haraka. Jifunze kutulia. Nazungumza na mtu ambaye amefika kipindi cha kusema haiwezekani tena. Ujue ya kwamba namna ipo. Huyu mama naye amefika mahali kama hapo. Miezi 3 amehangaika anaficha kichanga. Na imefika mahali sasa haiwezekani tena kukificha. Bado Mungu anampa mawazo ya kuokoka kutoka katika hatari. Na wewe usifikiri Mungu ameishiwa mbinu za kukuvusha. Usifikiri Mungu ameishiwa namna za kukutoa katika mateso na mahangaiko ulionayo. Cha msingi unachotakiwa kuwa nacho ni utulivu wa kutosha kuweza kumsikiliza Mungu. Angalia namna ambavyo mama Musa anapokea hiyo fikra na mawazo kutoka kwa Bwana na anayatendea kazi. Kama kungekuwa na hali ya kuchoka, kukata tamaa, kuendelea kushikilia kwamba haiwezekani tena, asingeweza kuyapokea haya. Angaliyapuuzia, akayaacha yaende. Lakini kwa sababu alikuwa analo tumaini ndani kwamba iko namna, najua haiwezekani lakini Mungu atafanya. Najua haiwezekani kabisa lakini Mungu atatengeneza namna, atatengeneza njia. Kuna mahali unafika hivyo kwenye biashara yako, unaona kabisa hii haiwezekani tena. Nataka nikwambie ya kwamba Mungu anayo namna. Kuna mahali unafika hivyo kwenye ndoa yako, malezi ya watoto wako, unafika hivyo kusema ya kwamba haiwezekani tena ofisini. Unaona kabisa kwamba mambo yaliyokusonga sasa basi haiwezekani tena. Lakini nataka nikwambie namna iko. Mungu aweza kukusaidia. Mungu aweza kukutia nguvu. Neema ya Mungu inaweza kusimama pamoja nawe. Mungu anaweza kukuinua na baraka yake ikatembea pamoja nawe kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo usichoke wala kukata tamaa huko ndani. Jifunze tu kutulia, utaona mawazo mapya yanapandwa ndani yako. Na hivi ndivyo Mungu atendavyo kazi. Yaani alipanda mbegu ya mawazo ya kisafina, alafu kipake sifa na lami na ukakiweke kwenye mto. Ndivyo Mungu atakavyoachilia mawazo ya wewe kuvuka hapo. Ndivyo Mungu atakavyoachilia mawazo ya wewe kutoka kwenye mkwamo ulionao. Kutakuja fikra ndani yako, ni fikra ya kimungu kabisa, ili utoke hapo ulipo. Na wewe muamini Mungu ya kwamba atakuvusha. Huna sababu ya kukata tamaa kuona mambo hayatawezekana kabisa. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza. Asante kwa ajili ya neema hii ambayo unatupa kulitafakari neno hili. Asante
Asante kwa ajili ya mfano wa mama huyu na mwanae. Na Bwana uliokoa kwa wokovu mkuu sana. Na kusihi kwa ajili ya mtumishi wako huyu, amefika mahali pa kuona haiwezekani tena. Neema yako iwe juu yake. Kamtengenezee utulivu ndani yake, aweze kusikia sauti yako. Aweze kuipokea mbegu njema ya kumtoa hapo alipo, kumpeleka mahali pa mafanikio. Aweze kuona njia uliyomwandalia ili apate kushinda na kufanikiwa. Neema yako Bwana iwe juu yake, usimwache hata kidogo. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ndugu yangu, Mungu akubariki. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Asante sana.